Bwana Yesu asifiwe. Ni Jumapili nyingine tena ambayo Mungu ametupa kibali kuendelea na somo letu. Kichwa cha somo ni ukombozi kutoka katika laana. Na siku ya leo tunaenda kuangalia matokeo ya laana. Wiki 2 zilizopita tuliangalia vyanzo vya laana, na leo tunaenda kuangalia matokeo ya laana. Tokeo namba 1 au dalili itakayotuonyesha kwamba mtu huyu sasa anatembea chini ya laana ni kutokufanikiwa kwenye jambo lolote unalolifanya. Kuna watu wamehangaika sana, wamepambana sana kutafuta maisha, wamepambana sana kwenye biashara, lakini hawaoni mafanikio, hawaoni matokeo ya kile wanachokifanya. Sasa hawajajua tatizo ni nini. Wengine wamehangaika hadi kwenda kwa waganga wa kienyeji, wengine wameenda kwenye maombi, lakini wanaomba maombi ambayo sio sahihi, na wengine wamejikuta wakienda mbele za Mungu kwa kulalamika tu mpaka wanatoa machozi, lakini ni maombi yasiyokuwa na matokeo yoyote, kwa sababu hayaendi yakagusa kwenye madhabahu ya Mungu, kwa sababu tatizo hajatambua ni nini, hivyo anashindwa kutatua tatizo alilo nalo. Lakini kumbe tatizo linalomfanya asifanikiwe, asione matokeo kwenye kazi za mikono yake, ofisini anaona kila siku mambo yanaharibika, badala ya kupandishwa cheo anazidi kushushwa, mara amefukuzwa, amezunguka ofisi nyingi sana, mambo hayaendi. Lakini kumbe kuna laana iliyopo, yani anatembea chini ya laana. Hivyo hiyo laana, kwa sababu tumeona laana ni ukosefu wa radhi au baraka za Mungu au neema ya Mungu kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo huyu mtu unakuta hafanikiwi, huyu mtu mambo yanamwendea vibaya. Ukisoma kitabu hiki cha Mwanzo mlango wa 9 mstari wa 25 na mstari wa 26, neno la Mungu linasema hivi: akasema, na alaaniwe Kanaani, atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Akasema, na atukuzwe Bwana Mungu wa Shemu, na Kanaani awe mtumwa wake. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake hapa tunaona kwa nini huyu Hamu anakuwa mtumwa, ni kwa sababu ya laana ambayo baba yao Nuhu aliitoa. Kwa sababu hiyo sasa, kwa sababu anakosa zile baraka, maanake hakuna mafanikio yoyote, maanake anakuwa mtumwa. Kwenye vipindi vilivyopita kwenye hili somo tuliona mazingira ya mtumwa, hivyo hatuna haja ya kuelezea, isipokuwa laana inakufanya usifanikiwe wewe na ukawa mtumwa, na unaweza katika utumwa huo ukatumika kuleta mafanikio ya mtu mwingine, na wewe maisha yako yakazidi kuharibika na ukawa na hali mbaya kabisa. Jambo lingine la pili ni kuandamwa na roho ya kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kipindi kilichopita tumeona habari za Kaini, namna ambavyo laana ilivyoachiliwa kwenye maisha yake, akakosa kibali katika ulimwengu, katika jamii ile, akakosa kibali kabisa, akapoteza kile kibali cha mafanikio kwenye maisha yake. Sasa ili kwamba tuweze kuona kwamba mtu huyu anatembea chini ya laana, maana yake huyu mtu anakosa kibali mbele za Mungu. Na mtu anapokosa kibali mbele za Mungu, hata mbele za watu anakosa kibali. Ndio maana wakati mwingine unakuta unamwambia mtu, mapepo yanazungumza kwamba huyu mtu tumemvalisha labda sura ya nyoka, huyu mtu labda tumempaka mavi, huyu mtu kuna kile kibali kimetolewa. Unakuta hata ukipita tu watu wanasambaratika. Ulikuta watu wanakaa wanapiga story, wao ukifika tu watu wanaacha story, watu wanatawanyika. Ukiongea jambo lolote, hata uongee ni pointi ya muhimu kiwango gani, hiyo pointi yako inakataliwa tu, unaonekana umeongea kitu kisichokuwa na maana. Lakini tatizo ni nini? Tatizo unakuta ni ile roho ya kukataliwa inakufuatilia. Unaenda ofisini, unahitaji kazi, unakuta una vigezo vyote kabisa, kwa hali ya kawaida ya vigezo unakidhi kuingia katika hiyo nafasi, lakini unakosa hiyo nafasi kwa sababu ya ile roho iliyoambatana na wewe, roho ya kukataliwa. Maanake hauna kibali. Kwa nini? Kwa sababu tayari ile heri, ile radhi, baraka na neema za Mungu hazipo tena juu yako. Tokeo lingine la tatu ambalo tunaliona ni kufuatiliwa na roho ya uharibifu.
kuna watu unakuta akishika iwe ni simu ameshadondosha, imeshapasuka, akanunua nyingine, tatizo ni lile lile, ashike kitu chochote kimeharibika. Mbaya zaidi, kuna wengine wana roho, au tunasema hizo wana roho za uchawi ndani. Yaani unakuta mtu sio mchawi lakini ana roho ya kichawi. Unakuta hata akifanya jambo, hata achume mboga, hiyo mboga inakauka. Kuna ushuhuda mmoja, mama mmoja alisumbuliwa sana, aliteseka sana mpaka ikafika mahali majirani hawamruhusu kabisa hata kuchuma mboga kuingia bustanini, kwa sababu akiingia akichuma tu tayari mboga inakauka. Sasa watu wanaanza mchawi. Yeye anaenda kanisani, anaomba, akiangalia ule uchawi wa kiuhalisia hana, lakini ndani yake ana roho ya kichawi. Ndani yake ana roho ya uharibifu. Kwa hata akishika, ameshika chupa, amedondosha, amepasua, ameshika ni pesa inapotea. Yaani uharibifu unakuwa umemwandama kila wakati. Hakuna jambo akalifanya katika ubora na ufanisi, mambo yanaharibika. Mwingine unakuta tu hata kazi tu za mikono, mwingine anafua, anaweza kukaa na nguo miaka 10-20, lakini kuna mwingine nguo inachakaa. Kwa nini? Yaani mikono yake tu, hata katika kufua unakuta nguo kwenye kola imechanika. Yaani ni uharibifu umetawala maisha yake yote na kwenye nyanja zote za maisha. Hata aingie kwenye biashara inakwama, aingie kwenye ufugaji, mifugo yake tu unakuta imekonda na anailisha vizuri, anaihudumia, lakini kwa sababu ya ile roho iliyoko ndani yake ya uharibifu, ile laana inetafuna maisha yake, unakuta mambo yanamharibikia kwenye kila eneo. Lakini tukumbuke, Mungu ameahidi kubariki kazi za mikono yetu. Mungu ameahidi baraka kwetu. Kwa ukiona unapishana na hiyo nafasi ya urithi wa baraka za Mungu kwenye maisha yako, jua kuna kitu hakiko sawa. Ni lazima ujue nini cha kufanya, ambako hapo mbele tutakuja kuona. Lakini tokeo lingine ambayo ni pointi ya 4 ni magonjwa yasiyotibika au magonjwa yasiyoisha, au mnakuwa na magonjwa ya kupokezana au yanayofanana. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta katika ukoo ama katika familia fulani kuna magonjwa ya kwao, yaani wameshajimilikisha kwamba kisukari ni chetu. Kwa hiyo unakuta baba aliugua kisukari, ukifuatilia shangazi ana kisukari, ukifuatilia baba mdogo ana kisukari, baba mkubwa, babu, yani wanakuwa na magonjwa yanayofanana. Na wengine unakuta kila inapofika labda mwezi wa 6 lazima mtu avunjike mguu, lazima mtu aumwe. Kwa hiyo hali hiyo inatupelekea tukae chini na kufikiri, kwenye hii familia kuna kitu gani kinachoendelea? Kuna roho gani ambayo inatembea kwao? Wengine unakuta wanakuwa na hali ya, yani maisha yao kwa ujumla, unakuta huyu akiumwa leo, huyu ameumwa kichwa, kesho kutwa kimehama, anaumwa mguu, tumbo, magonjwa yanahamahama kwenye mwili wake, lakini pia kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Lakini ukifuatilia cheni ni familia moja au ni ukoo mmoja. Lakini jambo lingine ni kuvunjika kwa ndoa au kutokuoa au kuolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna familia zingine ama kuna koo nyingine ama kuna jamii nyingine hawawezi kudumu katika ndoa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya maapizo ambayo yalifanyika kwenye madhabahu za ukoo wa kwao. Kwa hiyo unakuta hata akiolewa lazima aache au aachike. Ukifuatilia unakuta bibi yake wakati ameolewa alipata labda mtoto mmoja au watoto wawili akaachika. Amezaliwa na yeye binti, ameolewa na yeye, akipata mtoto ameachika. Mwingine tu ni mapema anaachika, lakini wengine hawapati kabisa hiyo nafasi ya kuolewa. Unakuta binti huyo miaka 25, miaka 30, 35, yani hata yule yeyote anakosekana. Kwa nini? Ni ile roho iliyoko ndani yake, ile laana ambayo iko ndani yake inafanya kazi, kwa hiyo inampotezea ile nafasi ya
kupokea vile ambavyo alitakiwa apokee. Kwa hiyo inakuwa ni kama vile amefunikwa kaniki, hawezi kuonekana. Lakini unaweza kukuta mdada ni mzuri sana, kaka yuko vizuri, lakini bado hawezi kuoa, hawezi kuolewa kama ni mdada, na ikitokea ameolewa lazima achike, hawezi kudumu katika ndoa hiyo. Jambo hilo tayari ni indicator, ni kiashiria kinachoonyesha kwamba tayari unatembea chini ya laana. Tayari kuna mikataba, tayari kuna maagano ambayo yamefanyika, yanayokupelekea wewe au yaliyokuwekea mipaka ya wewe kufika sehemu ambayo ulitakiwa kufika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kufika hapa katika siku ya leo tutaishia hapo. Tumeishia sababu ya 5. Kipindi kijacho tutakuja kuona sababu nyingine. Nikualike katika kipindi hicho siku hii ya Jumapili, majira ni haya ya saa 10, tutakuja kuendelea kuona matokeo ya laana, ili upate nafasi ya kutathmini maisha yako, kuchunguza kwenye nyanja zote za maisha yako, ili ujue ni wapi umekwama, ni eneo gani haliendi sawa, na upate wasaa wa kulitengeneza. Naomba nitumie nafasi hii kukualika, lakini pia kumshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki. Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya upendo wako na uaminifu wako. Umesema nasi, umetufundisha, umetuelekeza, kwa sababu umekusudia kututoa sehemu moja kutupeleka sehemu nyingine. Tunakushukuru, bado tunahitaji msaada wako. Katika jina la Yesu, pokea sifa na ibada Mungu wetu. Amina. Jifunze neno la Mungu kupitia mitandao ya kijamii Redemption Ministry kila siku za Jumapili kuanzia saa 10 jioni.